Yo, tupo live in the Drizz channel. Mimi ni mtangazaji wako naitwa Young Drizz, ukipenda niite Drizz content ama Drizz wa kitaa. Nyuma ya kamera ni Sam 90Z. Bana leo nipo pande za Somanga. Haya ni maeneo fulani hivi ambao unaweza kupata chochote kile unachokitaka ukiwa hapa Somanga. Bana leo Drizz nimewaleta Somanga ili kuwafahamisha kwa wale ambao hawajafika Somanga. Hii ni sehemu ambayo imetulia sana. So nifuate. Bana Somanga ya sasa ni tofauti na Somanga ya miaka miwili iliyopita nyuma. Somanga ya sasa ni fire, yani ni moto kumewaka, sio poa babake. Bwana tunzetu huku. Bana kama bahati nimepata bahati ya kuonana na msanii ambaye ana trendi sana kwenye game ya hip hop hapa Somanga na Kilwa kwa ujumla. Oya, wenzetu tukapiga naye story 2-3 na msanii. Bana vipi brother? Surayo Nyambera mzee wina. Fresh au sio? Fresh mzazi niambie. Vipi brother? Kama kawa brother. Chega. Karibu brother. Baridi. Sasa Nyambera mzee wina. Surayo. Bana nashukuru Mungu sana kukutana na wewe bro. Kwenye pita zangu nimekuona nikaona nisogee tupige story 2-3. So bila kujali kama utojali naomba nikuulize maswali machache kidogo. Big time bro. Surayo, wewe ni mwanaharakati na nimekukuta na washikaji sijawajua. Ningependa kuwatambua, labda hapa kuna meneja, hapa sijui msanii. So ningependa kujua na mashabiki zako wangependa atambue hilo. Kulia kwangu huyu hapa ni anko, familia kabisa, lakini ni mwanaharakati, so damu, brudi, itikadi inafanana. Lakini huyu hapa ni DJ wangu, anaenda kama DJ Akili, mwamba noma, mikono hatari hapa. Au vipi? Oya DJ. Oa vipi hapo? Unapataje mizuko ukimuona jamaa anachana on the stage? Asi tumeanza toka utoto unajua. Au vipi? Tupoteani katika biti. Nakubali bro. Poa. Mjomba. Niambie yangu. Wewe ni mwanaharakati. Kuna vitu unamuongezea au vipi? Wazi. Au vipi? Muhimu. Tungependa kusikia chochote kwa jinsi unavyomfahamu Surayo na mambo yake na nini ukiani nje ya muziki, maisha yake halisia. Maisha kweli sio? Maisha kweli Surayo bwana, kwa unavyoona yani. Surayo sura yake anavyoonekana ndo alivyo hivyo yani. Kilichokuwa katika sura yake ndo kilichokuwa moyoni, yani kwamba mshikaji fulani iko peace, unajua? Misingi, tunatembelea misingi, unaelewa? Tunaelewa ile life na misingi ambayo unatakiwa upite ili ufike mbali, unaelewa? Kwa hiyo Surayo bana anafaa kupoa big time, yani kwamba unajua kuna ile kuna 1 na 2. Haya maisha si tumeyakuta, unajua? Kwa hiyo sasa kama tumeyakuta tujapewa direction na namna gani tuishi. Kwa sababu tukiwa katika maisha lazima tupapachueti namna gani tunaweza ishi. Unajua ndio inahitajika misingi ili kuliandaa ili gurudumu. So Surayo nina mengi ya kusema kuhusu Surayo kutokana na time na mazingira mengine. Hivyo bana, Surayo ni mtu peace, Surayo ni mwanaharakati. Asante sana mjomba. Bana Surayo ni mtu wa watu. Unataka kuamini hivyo? Umemwona mshikaji, amemuona tu Surayo amemfuata. Huyu ni mtu wa watu sana. Vipi bro? Bwana shega sana, vipi wewe? Fresh, mambo yanakuaje? Mimi niko good. Unamfahamu vipi Surayo? Surayo namfahamu kama msanii ambaye ni artist sana hapa Somanga. Ndio. Ni maarufu sana, alafu ana uwezo mkubwa wa kipaji cha hip hop. Ndio. Vipi ngoma zake, ngoma gani unaipenda kutoka kwake? Surayo mimi ngoma zote, hata moja naipinga. Au vipi? Ungependa nyimbo gani hapa kupigie ili mradi utaenjoy? Okay, anipigie ngoma ambayo inaonisisimua sana mimi, ambao nikisikia, au sio bwana Ndio. Kuna nyimbo fulani hivi alizungumzia imesimama ile. Hebu Surayo imesimama ile. Kichwa. Nyoka. Bana mshikaji anataka nyoka. Oi. Unaweza kumpigia nyoka. Iko hivi. Mara Snake Mange Shero vyovyote utakavyomuita. Nataka kuwajuza tu ni mdudu anatisha. Umbra kila mvile ingo mrefu fareji nyosha wenda kawa ndo sababu wahenga walimuita nyoka. Ni mdudu hatari na gumzo sana Afrika. Kitambo hajazoeleka vidada vilimwogopa. Ilikuwa mtishage churo kirudi home utachapwa, la sasa nyoka kawaida mpaka toto anamshika. Siku hizi mashuleni nyoka kutembea yetu. Oya nyoka. Baridi bro. Nyoka. Nyoka. Sasa Surayo, unajua umekaa kimya sana kwa kipindi kirefu. Mashabiki zako
na watu wako wa karibu wanapenda kusikiliza kazi zako. So unawaambia nini? Watu nawaambia kwamba wakae mkao wa kula, vitu vipo, lakini kwamba ukimwona Kobe kainama ujue anatunga sheria. The way vile ukizingatia Sulayo ni mwanaharakati. Kwa hiyo nasema mashabiki zangu wanipokee ujio mpya. Kuna magoma mapya tumeyafanya, tunaachia nafikiri soon wiki hapa tunaenda kuachia ngoma zaidi watu watembelee kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa sababu ndio waweze kupata new update zetu za kila siku, kwa sababu nenda ka follow pale TikTok kama Sulayo official Sulayo, nenda ka follow Instagram Sulayo Kilo Boy, nenda YouTube kama official Sulayo pia, lakini pia jaribu kuona kwamba unatembelea hata kwenye Instagram yangu pia kama Sulayo Kilo Boy ili kusudi uweze kupata update za kila leo na uweze kujua nini kwa Sulayo kinaendelea. Kwa kweli mimi nawapenda sana mashabiki wangu wa Somanga, afu niko proud the way vile kama ambavyo watu mnawasikia wanasema au mnaona vile nilivyo. Kikubwa ni kwamba tunahakikisha tunasukuma harakati mabegani, tunapeleka mbele. Ndio maana unaona na grupu la watu wengi nyuma yangu, kwa sababu ni watu ambao wana support harakati. Ndio. Sasa nyuma ya muziki kwenye maisha uhalisia unajishughulisha na kazi gani bro? Mimi niko designer, lakini zaidi sisi ni wanaharakati. Kwa hiyo mitikasi yetu mingi ya kiharakati, lakini tupo kama tuna shine watu kwenye engo ya kunyoa. Tupo kama ukiwa na shughuli yako, wewe ni babu harusi au wewe ni event yoyote special na unataka kupoa ile kunyoa safi kabisa, naweza nikaja nyumbani kwako, style kwako, popote pale. Naweza nikakushevu na ukatoka vile kama ambavyo zaidi ya huko ambapo unafikiria. Kwa hiyo lakini tofauti na muziki ndio nipo na design watu kwenye engo ya kichwa. Kwa hiyo wewe ni mkali sana kwenye masuala ya kunyoa. Dai bana noma mzee. Yaani hata watu kuna wakati wanapagawa wapi waniite mkali kama ni kwenye muziki au kwenye kunyoa, kwa sababu mwanzo nilikuwa nafanya kazi kwenye ofisi, nilikuwa nimekaa. Lakini imefikia wakati sasa siwezi kufanya kazi ofisini tena kwa sababu population ya watu inakuwa ni nyingi, kwa unafanya by order sasa. Kwa hiyo ukiwa unahitaji kunyoa na kuja nyumbani kwako na kunyoa, tunakubaliana, tunalipana. Au vile una harusi, una event yako special na kuja na kunyoa, tunakubaliana, tunaishi mzee. Baridi bro. Sasa ningependa tunyoshe miguu kidogo tu huku tunapiga story. So kama utojali itakuwa poa sana. Fresh wanangu, tunatoka. Poa. Bana hii ni Dreez Channel, bado nipo na Sulayo Nyambera mzee Wina. Nipo maeneo ya Somanga. Bana kameramani wangu, msogee kwanza tuendelee kupiga story 2-3. Oya Sulayo. Oya karibu mzee. Fresh au sio? Naona umekuja kwenye mitaa yako. Hizi ndo location ambazo tunaishi wanaharakati, kwa sababu sometimes tunapenda kupoa kwa ajili ya akili zetu ziweze kuconcentrate vitu vya maana zaidi. Kwa tunapoa huko. Sasa Sulayo, nikuulize swali kidogo. Ni msanii gani ambaye unaona anakuja na anaweza akakutingisha au akakuondoa kabisa kwenye game ya muziki, yani akakuweka chini? Wewe ni kwa vipi? Kwa game mzima Afrika au Somanga wewe? Somanga. Unajua nikwambia kitu? Ndio. Kwa sasa hivi sisi vizazi vyetu hivi vimegubikwa na watu wa masingeli na nini, kwa hate wao ambao tunafanya hip hop tunaonekana ni watu wa tofauti kidogo. Lakini ukiniuliza kwa mtu ambaye unahisi mimi ambaye anakuja analetea competition, siwezi kusema ni nani, lakini kwamba mimi ninachoshukuru kwamba watu wanafanya muziki wao, watu wanafanya vizuri. Kikubwa tunaipambania Somanga kusudi tunyanyue tuweze kuiweka pale. Lakini ukiniuliza mtu ambaye mimi namuhofia, mimi hakuna mtu ambaye namuhofia, kwa sababu mimi ninachokifanya ni cha kwangu. Mimi siamini kuwa ninachokifanya kuna mtu yote ambaye anafanya. That's why nimekuwa Sulayo. Sawa, vipi kuhusu collab? Collab zipo mzee. Collab zipo hizi, lakini hata majuu zaidi. Hatujafika huko mbali, lakini collab hata majuu zipo. Kama hivi juzi kati tu nilikuwa nimepokea appointment kwa bro Maarifa. Nafikiri nitaenda kufanya ngoma
lakini pia hata wasanii wa hapa nyumbani pia collaboration zipo kwa watu wakae mkao wa kula, lakini ngoma za kama Sulayo kama solo project zitakuja kama solo zenyewe zitakuja. Kwa mashabiki wangu mimi nawapenda sana na naomba wanifuatilie kwa sababu hakuna mimi bila nyinyi. Zaidi watu nafikiri watu wanapenda muziki mzuri na Sulayo tunafanya huo muziki, lakini kikubwa ni watu wa support, kwa sababu kama watu support basi mimi nitakuwa nimevunjika nguvu ya kufanya, kwa sababu nitaona kama ninachofanya watu hawana doubt yoyote. Kwa support tu vile the way mimi naona kama wananifariji na wananipa kitu ambacho kile nahitaji zaidi, tutaweza siku moja wanaweza kujivunia Sulayo. Nimekupata vizuri Sulayo. Sasa mwanzo ulikuwa unaonekana unatoka mara Rufiji FM, ulikuwa unatoka sijui Mashujaa, ulikuwa unatimba, lakini siku hizo umepoa sana, usikiki kwenye redio. Shida nini bro? Ukisema sikiki kwenye redio inakuwa sio kweli, kwa sababu wewe pia umekuja umenihoji kwa sababu umeniona nasikika. Kama ningekuwa sisikiki wewe pia singekumotivate kuja kunihoji hapa nilipo. The way wewe ulikuwa unapita umenikuta nilipo. Lakini sasa kwenye swala la kusikika, kila kitu kina awamu na kila kitu kina stage, kina misingi yake. Kwa sababu hata kipindi hiko ambacho walinisikia ilikuwa ni misingi ya muda mrefu. Kunisikia wao ni matokeo. Kwa kama ukiniona niko kimya basi jua kwamba kipo ambacho nakipika kwa ajili ya wewe mlaji uje kula. The way weka tu mkao wa kula, lakini ukisema sisikiki sio kweli, kwa sababu ngoma zangu zinagongwa Mashujaa FM, Rufiji FM, Spirit FM. Labda kama watu tu hawawezi kusikiliza hivyo vitu, lakini wakisikiliza watanipata. Lakini pia kadhi shows nini vitu tunafanya, kwa hiyo tunajisukuma na sanaa yetu tuweze kufika pale. Vipi kuhusu show? Umewahi kufikiria kufanya show kubwa hapa Somanga? Kuhusu Somanga big time mzee, ni kitu ambacho nakiwaza, kwa sababu mimi Somanga nyumbani na vitu vikubwa tumefanya huko mbali. Anajua mwenyewe DJ wangu DJ Akili, tumefanya vitu kwa watu, lakini si nyumbani hatujawahi kufanya kitu ambacho pesa kama vile. Kwa hiyo ukiniambia Somanga ni kitu ambacho natamani, na natamani kama kuna promoter yote aandae kitu hapa kikubwa Somanga tuweze kufanya, sababu mimi ukali wangu wanaojua watu. Unajua watu wengi Somanga wananichukulia poa tu, sasa vile tunaonana vile wanachukulia poa, lakini hawajajua, ila watu kwa watu ndo wanajua nafanya nini, kwa sababu ndo naenda kufanya majambo yangu huko. Sasa ningependa tuzungumzie kuhusu changamoto. Kuna changamoto gani ambazo unapitia kwenye game yako ya muziki ukiwa hapa Somanga? Yaani ni zipi ambazo kuna muda hadi zinakuwa unafanya yaani bora hata ningeacha kabisa. Yaani kwa kifupi changamoto. Kwa Somanga mzee. Unajua kama mimi hapa nimezaliwa Kwa kuna watu wale wananijua tangu sele yani. Hawakujui tu Sulayo, unajua Kwa wale watu wana ngumu kuamini kuwa wewe sasa hivi ni fulani, si ndio Kwa wale changamoto wanakutana nazo, unakuta watu wanakukatia tamaa, watu wana doubt vile kitu chako unafanya ambacho unaona kabisa kitakuwa positive kwa watu, lakini wanatafsiri negative, si ndio Lakini sio kwa sana kwa sababu kikubwa watu wanakubali. Ninachoshukuru mimi hata nyumbani pia nakubalika. Kama hivyo magoma yanaenda, siku hizi yanauza genge, unanisokota na magoma mengine watu wanasikiliza. Kwa hiyo ninapokuwa nyumbani changamoto kiniambia napitia, labda sana ni watu tu kutokukubali kama kile ambacho ndo Sulayo vile anafanya muziki hivi. Vipi kuhusu idea, kuna mzigo wote ambao unakuja hivi karibuni? Kwenye mzigo kama ambavyo nimetangulia kusema, mimi unajua ni mtu ambaye natazama sana jamii nini nataka, na ndo misingi ya hip hop ni kulisha jamii, kuhakikisha jamii inakuwa conscious. Kwa hiyo kwenye mizigo hapo yani ni kitu ambacho sio cha kuwaza kabisa. Sababu kama sasa hivi nafikiri next week tunaenda ku release ngoma ambayo inaitwa Basi, ni trap fulani hivi la kiharakati, kwa hiyo nafikiri watu wenyewe wataenjoy. Lakini next month nafikiri ni mwezi Disemba tunaenda ku release ngoma nyingine na video pia. Lakini kwenye engo ya kudilize ngoma sisi ni kitu cha kawaida, isipokuwa kuna wakati lazima uangalie jamii au ile street nini inataka. Kwa hiyo ili uweze kuleta kitu kizuri, kwa sababu kama tumeona sasa hivi wasanii wa singeli wanadhadia mapenzi, au wasanii wa R&B wanaimbia tu mapenzi then hawalishi ile jamii inataka. So si wana hip hop lazima tusimame kwenye engo yetu. Okay, asante sana Sulayo. Haina shida. So ningependa kusikia chochote cha mwisho kutoka kwako ili mradi mashabiki wabaki nacho. Yani kikubwa ni watu wafuatilie kwenye page zangu Instagram kama ambavyo nimewaambia, waweze kumjua Sulayo, kwa sababu watu wengi wananiona tu vile nafanya na mitikasi yangu mingine, lakini hawajamjua Sulayo zaidi. Waweze kufuatilia page zangu kama TikTok Sulayo Kiloboy official Sulayo, lakini wafuatilie kama Facebook Sulayo Kiloboy, waweze kufuatilia pia hata Instagram kama Sulayo Kiloboy, huko ndo tutafahamiana zaidi. Lakini zaidi watu ni waache vipi ujue
kimziki nifanye kipi kwa game niwe mshiriki, mchizi unaokana uchebe na bado unamtaka shishi. Sulayo msitu wa vina karibu hujachagwe miti, sio Messi sio Ronaldo, dunia zamu yetu sisi. Yo Nyombera mzee winner. Bwana Nyombera mzee winner. Bwana hii ni Drizz Channel. Tukiwa maeneo ya Somanga nikiwa na Nyombera mzee winner.